Jetu inaanzia katika jumba hili la kifahari. Bwana, kuna dada yuko hapa amebeba nguo, anamuita kijana wa kazi. Alipofika akambwagia nguo, akamwambia nahitaji hizo nguo uweze kufua. Akasema sawa. Akasema sio sawa, mimi nakuita kila muda, wewe bado uko jikoni. Sasa sikia, fua hizo nguo sasa hivi, nazihitaji mara moja. Chiza akainama chini, lakini akaona nguo za ndani. Kabidi amuulize bosi, mbona umeniwekea na hizi? Akasema wewe, kwani kufua nguo zangu za ndani kuna shida gani? Hivi una akili timamu? Akasema bosi, lakini hivi vitu vya kufua mwenyewe. Akasema unasemaje? Akamwesha kofi. Akaambia sikia, humu ndani kwangu utafua kila kitu, kwa sababu mimi nakulipa mshahara hapo, umenielewa? Baadaye akapanda juu, lakini akakutana na mdogo wake anaitwa Irene. Akasema je, kuna nini hapa? Akasema amenipatia nguo, lakini kuna nguo za ndani. Akasema wewe, ina maana amekupatia nguo za ndani uweze kufua? Akasema ndio. Akasema sawa, basi endelea na shughuli zako, mimi nitaenda kuongea naye. Bibi Irene amejisikia vibaya, akaenda ndani. Akasema Nancy, kitendo hiki unachokifanya ni upumbavu mkubwa sana. Hivi kwa nini unampatia nguo zako za ndani? Akasema sikia dada, usije ukaingilia hata kidogo. Akasema lazima niingilie, kwa sababu dada, unachokifanya huu ni upumbavu. Haiwezekani vitu vyako vya ndani vya siri tunampatia kijana wa kazi. Akasema sikia, yule namlipa pesa mimi, kwa hivyo lazima afanye kazi zote. Akasema sawa, hata kama unampatia pesa, lakini kwa hiki ambacho mkifanya ni upumbavu ndugu yangu. Irene hakupendezwa, lakini leo mchizi analeta chakula hapa. Dada Nancy yuko hapa, akakitazama kile chakula. Ikabidi akifunue. Akasema hiki chakula Joseph, mimi siwezi nikala kabisa, naomba nenda kanibadilishie chakula kingine, kaniletee chakula ambacho nakipendaga siku zote. Mchizi akaona isiwe kesi, pola niondoke. Akaenda kumletea chakula kile ambacho yeye anakihitaji. Akaja akamwekea hapa ni wali. Alipomwekea akamwambia boss, akasema kwa sasa nimeshagairi kabisa, hiki chakula sikihitaji, naomba samahani sana, nenda kaniandalie kitu kingine kilaini, lakini sio kitu kama hiki. Bwana Nancy ni msumbufu, ana roho mbaya kweli kweli. Lakini kwa upande huu bibi Irene alikuwa anafanya kitu fulani hivi katika tablet. Mwisho wa siku akakwama, akaona pa kupatia msaada ni wapi? Ni kwa kijana wa kazi Joseph. Dada yuko vizuri. Shepu ni hatari. Asema samani, unajua hili game nilikuwa nalicheza, lakini mwisho wa siku sielewi, please naomba basi uweze kunisaidia. Mchizi akawa anatoa somo. Mwisho wa siku dada akaelewa, akasema kumbe wewe unalipatia vizuri sana. Lakini upande huu leo tunamuona mchizi anaitwa Michael hapa, anaongea na yule dada hapa, nakupenda sana, baadaye nahitaji kuonana na wewe. Lakini baadaye alipomuona demu wake akazuga. Mwisho wa siku ile bibi akamwondosha. Dada anafika hapa, ni Irene anauliza kuna nini? Akasema ni yule pale ni rafiki yangu. Akasema we usije ukanifanya mimi pumbavu. Akasema sio pumbavu, nilikuwa namuelekeza vitu fulani vya kazi. Akasema sio vya kazi, nimesikia kila kitu. Akasema wewe mwanamke, mbona unielewi? Akasema sio sikuelewi, sihitaji tena kuondoka na wewe. Akarudi ndani, anasikitika kweli kweli. Ni mwanamume ambaye alikuwa anampenda, lakini kumbe mwisho wa siku anamsaliti, na sio mara moja. Lakini kwa upande huu Nancy anamkuta mchizi anaangalia TV. Akasema unafanya nini? Akasema nimemaliza kazi, naangalia TV hapa kidogo. Je, kuna shida? Akasema una akili timamu, yani unapata wapi muda wa kutazama TV? Wewe ni mtu wa kufanya kazi humu ndani, sio unapumzika. Hebu nyanyuka uende ukafanya shughuli zingine. Aliponyanyuka alafu akaenda kukaa yeye. Mwisho wa siku anawasha TV hapa anatazama. Bwana Nancy roho yake ni mbaya kweli kweli. Lakini kwa upande huu ni nani? Bibi Irene amemwita akamwambia hebu njoo kwanza ukae hapa, game limenichanganya tena. Mchizi akasema leo nakufundisha mara ya mwisho. Wakawa na fly. Bibi Irene na huyu mfanyakazi wanapendana, wanaishi kirafiki sana, tofauti na jinsi ambavyo Nancy anavyomchukulia jamaa. Wakawa wanapiga story. Lakini leo dada Irene ajabu kabisa, amefua mwenyewe, na mwisho wa siku anaanika nguo kama hivi. Bwana Joseph anatoka hapa, anashangaa bosi, kwa nini unafanya hivyo? Akasema ninakusaidia. Akasema no, haupaswi kufanya vitu kama hivyo, hizo ni kazi zangu. Unaona Nancy ambavyo anaenda? Akasema no, mimi sio Nancy, mimi napenda sana kukusaidia. Akasema jamani, mimi natakiwa nifanye hayo yote? Akasema no, wewe ndena ndani kafanya shughuli zingine, lakini kuhusu swala la kufua leo nitakusaidia. Irene ana moyo wa upendo kwa mfanyakazi huyo hapa. Leo ni birthday yake,
Dada ajabu akaenda akanunua bonge la keki, akamwambia sikia, leo ni birthday yako, kwa hivyo nikaona isije kapita hivi hivi. Chizi akasema da, asante sana, ni keki nzuri sana, lakini akamwambia sio tu keki, kuna zawadi hii hapa nimekuandalia kwa ajili yako, naomba ubadilishe alafu twende sehemu fulani tukatembee. Bwana, zawadi ni nguo hizi hapa nzuri sana. Mwamba amini akamwambia hivyo, kabadilishe alafu uje nikutoe out. Bwana mchizi akafurahi akaenda kubadilisha. Mwamba amependeza kweli kweli. Dada anashuka kioo, anaona mchizi bonge la handsome. Akamwambia sawa, panda katika gari tuweze tukatembee. Wanaondoka, lakini kwa upande huu Bibi Nancy anafika hapa, naona nyumba ipo kimya. Anajiuliza Joseph yuko wapi? Ameshazoea kumuita na kumvuta. Anaita Joseph hayupo, akasema uchizi huyu leo akirudi atanieleza alikuwa sehemu gani. Kakasirika sana, lakini huku Joseph anatoka katika gari, yuko na Madam Boss Aileen. Wakati anatoka, bwana mchizi Michael anafika hapa. Asema ina maana umeniacha kwa sababu ya huyu kijana wa kazi, ndio? Kwa hivyo huyu ndio mwanamume wako? Akasema hapana, huyu ni mfanyakazi wetu tu, hakuna kitu chochote. Akasema hakuna kitu wakati mimi naona. Ina maana unanifanya sio na akili. Bwana akataka kumpiga. Mchizi akaingilia, akasema we, ina maana unanikoromea? Akasema ndiyo, kama mimi niko hapa hautathubutu tena kuweza kumgusa bibie, na kama unaweza mguse. Mwamba akasema sawa, naondoka, lakini huyo demu nitajua cha kumfanya. Mwamba amemuokoa bibie. Baadaye kabidi aende kumuuliza, je, uko sawa? Nancy yuko huku anachungulia hawa watu watarudi lini. Dada Aileen akamwambia hebu tangulia kwanza wewe, maana anamjua huyo dada akili yake ilivyo. Akaingia, alipofika akasema sikia, nimekutafuta humu ndani kote, au ulikuwa wapi? Akasema samani, niliweza kutoka out kidogo. Akasema umetoka out au janiaga, una akili timamu? Ina maana nani afanye haya majukumu? Akasema sikia, naenda kufanya sasa hivi, kila kitu kitakuwa sawa. Bibie amekasirika. Baadaye yuko hapa anamuuliza dadake, hivi niambie, nini kinaendelea kati yako wewe na huyu mtu? Mbona unapenda sana kumpendelea mara umtoe out? Akasema sikia dadangu, Joseph ni mwanamume kama wanaume wengine tu, usije ukadhani kwamba kwa kuwa anafanya kazi za ndani ndio umdharau. Akasema kwa hiyo ina maana umempenda au kiasi kwamba unatoka naye out? Akasema no, leo ilikuwa ni siku yake ya muhimu, kwa hivyo nikaona ni bora nimtoe out wala waweze kupata furaha. Nijibu zuri. Chizi uko hapa anafanya usafi. Nancy anafika hapa, akamtazama jinsi alivyo. Mwamba anauliza, bosi nikusaidie kitu gani? Akamwambia sikia, naomba kwanza kaniletee maji ya kunywa, nahitaji mara moja. Mwamba akaona sio shida, ikabidi aende, lakini huku nyuma dada kama kuna kitu fulani amekifikiria. Kwa ndani Aileen yuko hapa, ameshampenda kijana wa kazi maskini. Ametoka naye siku moja, wakapiga stori nyingi sana, lakini mwisho wa siku ameshamkubali. Leo Nancy yuko hapa, kuna jambo anawaza, lakini sijui nini, wacha tuone. Akahama akaenda kumsogelea Joseph, akamwita Joseph, naomba uje mara moja. Alipofika akamwambia samani, hebu nifanyie kwanza massage huko nyuma, naona mwili wangu hauko sawa. Bwana hii ni nzito. Ikabidi amfanyiwe massage, lakini mchizi apende akamfanyia kidogo akatoka. Alipotoka akasema we, mbona uendelee sasa? Hebu njoo uendelee kunifanyia massage. Kwani una changamoto gani? Sio kazi yake maskini, lakini ndio hivyo. Aileen anafika hapa, akaona jinsi ambavyo dada yake anafanywa massage. Amekasirika, ikabidi aondoke moja kwa moja, na nadhani ndio kitu ambacho Nancy alikuwa anapenda kiweze kutokea. Leo yule mchizi akafika tena hapa Michael. Akasema nimekuja kuomba msamaha. Akasema sikia, sihitaji tena msamaha wako. Akasema jamani, kwani shida iko wapi? Kila siku nakuomba msamaha, hutaki kunielewa. Mimi nakupenda Aileen. Akasema usije ukanishika hata siku moja, nimekufumania zaidi ya mara 6, alafu bado tena nakuja nyumbani kwangu. Nimekwambia hivi, sikuhitaji, naomba uondoke. Kidogo Nancy naye anafika hapa. Akasema wewe unaambiwa uondoke? Umeshaambiwa ondoka bwana. Chizi analamika kweli kweli, lakini mwisho wa siku dada hahitaji tena kuendelea naye. Nancy namwambia dada hakuhitaji tena, unaweza kuondoka bwana mchizi. Ikabidi aondoke, lakini leo Joseph yuko zake hapa anafanya majukumu yake. Nancy anafika, lakini ajabu kabisa akamwita Joseph. Chizi anafika hapa akamwambia sikia,
nimenunua hizi hapa kwa ajili yako, hebu pokea, nenda kabadilisha hizi nguo, nahitaji nitoke na wewe leo, twende tukatembee. Tena fanya sasa hivi, kavae hizo nguo ili mradi tuweze kutoka, mimi nakusubiria chumbani kwangu, vaa uje nikuone je amependeza. Alafu alipoingia chumbani akajiweka kimahaba kama hivi. Mchizi anafika hapa, kwamba amependeza kweli kweli, akisema wow, jamani leo umependeza sana. Sasa sikiliza nikwambie, hebu sogea kwanza karibu. Aliposogea akaenda kumshika, akamwambia kumbe ni kijana handsome hivi, mimi nilikuwa nakuchukulia poa sana, sasa sikia, ninahitaji penzi lako. Mcheza akaona upumbavu, mwisho wa siku akatoka na kufunga mlango. Dada akachukia, alizania mfanyakazi yule yuko kirahisi sana, maana yake angeweza kufanya naye mapenzi. Yuko hapa amekasirika. Alipokuja Joseph akamwita, akamwambia sikia, hebu njoo kwanza hapa nikuulize kitu kimoja. Kwa nini jana uliweza kunikatalia? Akamwambia sikia, mimi nipo hapa kwa ajili ya kufanya kazi. Akasema lakini kumbuka kwamba hiyo kazi mimi ndio nakulipa mshahara. Sasa kwa nini utaki kufanya kile kitu ambacho mimi nakihitaji? Kama utaendelea hivi, hii kazi nitakufukuza. Dada yuko hapa, anasema jamani, nini kinaendelea hapo? Yawezekana amesikia. Mchizi akasema hamna kitu kinachoendelea, kwa hivyo mimi niko tuna majukumu yangu na kuna vitu fulani alikuwa anajiuliza. Ikabidi avunge. Dada Aileen hakuyapata vizuri yale ambayo yalikuwa naongeleka hapa. Mwisho wa siku akaendelea na vitu vingine. Lakini leo Nancy akamfuata tena, akamwambia samani, hebu vipi, chakula tayari au vipi? Akasema ya kinakaribia. Akasema basi sawa, nenda kaniandalie. Lakini alipogeuka bwana akamgusa katika makalio. Alafu mwisho wa siku akaona aibu, maana hata neno hana. Mchizi akampiga jicho. Nancy anatamani kumshawishi kijana ili mradi aweze kuingia naye katika mapenzi, lakini lengo lake sidhani kama ni jema. Leo mchizi akamfuata tena, akasema leo nimekuja tena kwa mara ya mwisho, please naomba sana uweze kunielewa. Akasema sikia, hakuna cha mara ya mwisho, mimi nimeshakwambia kwamba nimekuchoka na sikuhitaji tena katika maisha yangu. Akasema sawa, kosa gani nimelifanya? Akasema umenifanyia makosa mengi sana, umenisaliti, kwa hivyo please naomba sana uweze kuniacha. Bwana Michael ni king'ang'anizi kweli kweli, lakini mwisho wa siku kosa la usaliti ni ngumu sana kusamehewa. Leo wanarudi hapa. Yawezekana Nancy alimtoa mchizi auti. Dada Aileen akamtazama, akamuuliza alikuwa wapi? Akasema alitambia twende tukatembee kidogo. Akasema sawa, sasa baadaye nina maongezi na wewe, je inawezekana? Akasema hapana, nadhani nitakuwa busy sana, kwa hivyo naomba uniache. Aileen anashangaa, mbona amebadilika? Ikabidi amuulize, je nimekukosea? Mchizi akamwambia hapana. Mwisho wa siku akasepa, lakini dada Aileen akabaki na maswali mengi sana. Je, dada yake Nancy ndio amesababisha au ikoje? Lakini wakati yuko chumbani kwake hapa, anaona mchizi anatoka katika chumba chake anaelekea katika chumba cha dada yake. Yawana akapatwa na butwaa. Je, wako katika mahusiano? Asubuhi hapa ila anatoka kabida mwite, akamwambia samani, kama inawezekana basi naomba ukae chini hapa ili mradi uweze kunisaidia kitu fulani. Akamwambia hapana boss, mimi niko na kazi kidogo humu ndani, ngoja kwanza niende nikamalizie. Dada anashangaa, kwa nini mtu ambaye alikuwa ananipenda mwanzo kwa sasa amebadilika? Anatoka hapa, ikabidi muulize, je kuna kosa ambalo nimekufanyia? Akamwambia hakuna kosa ambalo umenifanyia, lakini kwa sasa niko busy kidogo, kwa hivyo naomba uniache bosi niweze kwenda kufanya majukumu yangu. Aisee, hii ni hatari. Dada anashangaa, inakuwaje amebadilika hivi? Lakini ameitwa huku, ameitwa na nani? Na Nancy. Akamletea maji hapa. Dada alipomtazama akasema, sijikununulia nguo, sasa kwa nini umekuja umevaa mavazi kama haya? Nimekwambia hivi, vaa zile nguo ambazo nimekununulia, alafu uje hapa ili mali tuweze kutoka. Kwa nini umevaa vitu kama hivyo? Hata sikia, naomba utoke mara moja, nenda kabadilishe, vaa zile nguo ambazo nimekwambia unatakiwa uvae, kwa sababu leo nahitaji nitoke na wewe. Cheze
ikabidi atoke, lakini dada wakati anatoka Aileen akaingia akasema, sikia, unataka ufanye kitu gani na huyu kijana wa kazi? Akasema, wewe hilo ni swali gani ambalo unaniuliza? Akasema, nakuuliza nifahamu. Akasema, hakuna kitu, nahitaji tu nitoke naye nipata muda na yeye, kwani kuna shida? Akasema, sikia dadangu, wewe si ndio ulisema kwamba huyu kijana ni wa level ya chini, kwamba hamuendani? Akasema, jamani, si niliongea tu. Akasema, no, sio tuliongea, usije kumtengenezea kijana mazingira ambayo yakamfanya apate kazi kuweza kutimiza majukumu yake. Akasema, hapo dada unaenda mbali, mimi nahitaji urafiki naye tu, kwa hivyo hakuna jambo lolote. Bibi akasirika, ikabidi atoke. Lakini kwa upande huu Joseph anawaza sana, tayari kazi imekuwa ngumu. Dada anamtaka, mdogo wa mtu naye anamtaka. Je, akiingiza mapenzi katika kazi mambo yataenda? Asubuhi hapa akaona isiwe kesi, bora tu niweze kuondoka. Bwana unashuka hapa chini, wanajiuliza mbona begi, unaenda sehemu gani? Hebu niambie kuna nini? Akasema, jamani mimi naondoka. Akasema, unasemaje? Dada akamwambia, unajiuliza kitu gani? Akasema, lazima nijiulize kwa nini naondoka. Akasema, huyu anaondoka kwa sababu yako, unamshawishi kingono na unafanyisha vitu ambavyo yeye hapendi. Sasa unafikiri yeye atafanyaje? Ujinga wako wewe dada ndio umefanya kijana wa kazi aweze kuondoka. Dada Aileen analamika kweli kweli, lakini mchizi anasema, jamani mimi sihitaji muendelee kugombana, napenda muishi kwa amani, na ndio maana mimi nimeamua kuondoka. Kwa hivyo bora niondoke mimi kuliko kuwagombanisha ninyi ndugu wawili. Dada Aileen anaumia kweli kweli. Anasema, kwa nini kila mapenzi ambayo naingia napata maumivu? Dada yake Nancy akamsonya na mwisho wa siku akapanda juu. Yeye ndio ametengeneza mazingira yote haya hadi mchizi akaona kazi ni ngumu. Bibie anashuka hapa na mawazo kweli kweli. Jumba imepoa sasa, Joseph hayupo, na ndio mwanamume ambaye tayari alishaanza kumpenda, yani sehemu zote ambazo anapenda anaambulia matatizo. Mchizi naye yuko huku, moyo wake unampenda Madamu Aileen, lakini ndio hivyo dada yake Nancy alianza kuingiza pumbavu na mwisho wa siku akaamua tu asepe. Lakini asubuhi hapa bwana dada Aileen akaamua kumfuata, akamwambia, nimekuja kwa sababu najua ulianza kutengeneza hisia na mimi. Akasema, hata kama na hisia nawe je itakuwaje? Akamwambia, sikia, upendo wangu kwako hauwezi kujificha tena, mimi ninakupenda wewe, ninachohitaji tuweze kutengeneza mazingira tuishi pamoja, kwa sababu nimeshakupenda, na kama wewe moyo wako umenipenda haina haja ya kujizuia. Akasema, sikia, kiukweli ninakupenda tangia siku ya kwanza ambayo nilifika pale, lakini maisha dada yako ndio yamekuwa ni changamoto. Bibi akamwambia, haina shida, tutaona namna ambavyo tutaishi naye. Wameelewana. Lakini kwa upande huu dada Nancy, leo nyumba imekuwa ni nzito kweli kweli. Alitamani na alishazoea kila muda anamuita Joseph kumtuma. Yugo zake hapa na mawazo kidogo. Ndogo wake Aileen anafika, akaona isiwe kesi, ngoja kwanza nikaongee na dada. Alipofika hapa akamwambia na maongezi. Akamwambia, sawa, maongezi gani? Akamwambia, dada, kiukweli ulichokifanya umekosea. Unajua yule mwanamume anahisia na mimi, kwa hivyo mazingira ambayo umemtengenezea ndio amefanya hadi aondoke. Please, naomba sana uweze kuniruhusu niweze kuendelea naye, kwa sababu ananipenda mimi na mimi ninampenda. Dada akasema, samani mdogo wangu, unajua ni kweli nimekosea. Kiukweli kuanzia sasa nimegundua mnapendana, na in short niko tayari kuweza kuwaruhusu nyinyi mkawa pamoja. Dada anasikiliza, akamwambia, ndio hivyo, kwa sasa mimi sina kinyongo chochote, kama inawezekana aje muweze kuishi pamoja. Dada akafurahi kweli kweli, akaona bora tu akunjuke kuliko kuendelea kuingilia mapenzi ya watu hali ya kuwa tayari wameshapendana. Kwa nini afanye hivyo? Akaambia, nenda kamuite nimuombe msamaha pia. Alipokuja akasema, jamani, najua nimekosea sana Joseph, mimi nimefanya makosa mengi sana kwa upande wako, nimekutreat vibaya, naomba sawa nisamehe. Chizi akamwambia, haina shida, ili mradi umefahamu kosa lako, hakuna tatizo lolote. Akasema, sawa, lakini pia nahitaji muoe mdogo wangu ili mradi kila kitu iko sawa. Chizi akatoa ahadi atamuoa Aileen na kila kitu kitaenda sawa. Bwana, movie yetu inaishia hapa, lakini mwisho wa movie hii basi na imani kuna funzo kubwa sana utakuwa umelipata. Funzo la pekee ni kwamba usije ukamdharau mtu,
Dharau ni mbaya bwana. Leo unaweza ukamdharau na kumfanyia vitu vibaya, lakini kesho mtu huyo huyo anaweza kaja kuwa na msaada mkubwa sana kwa upande wako, na mwisho wa siku kaanza kujiuliza, je, kama nilimdharau mwanzoni, leo nahitaji msaada wake, nitamwendea vipi? Inakuwa ni ngumu. Kuna wakati unapitia changamoto, unahitaji watu wa kupatia msaada, lakini kwa kuwa uliwadharau na kuwafanyia vitu vibaya, hiyo inakuwa ni ngumu sana. Utajiuliza, je, nitaanzaje? Bwana, hili ndio funzo ambalo tumelipata humu. Kwa wewe ambaye umetazama kuanzia mwanzo hadi mwisho, hebu tuambie umejifunza kitu gani? Weka comment hapo chini, kisha subscribe. Tukutane katika movie ijayo.